Karibu tena mpenzi mtazamaji, nizidi kukutaarifu au kupakulia taarifa ambazo tumezipa kipaumbele kwa ajili yako. Tukisonga mbele ni kuwa mkutano wa mgombea urais wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna umezua maswali na mijadala mipya katika siasa za nchi, huku wengi wakitaka kujua iwapo mazungumzo hayo yanaashiria ushirikiano mpya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Hata hivyo, hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu makubaliano yoyote ya kisiasa kati ya wawili hao kufikia sasa. You cannot use stones and tear gas as the basis of the Constitution. We want our right, and nobody is going to stop us from reaching every part of the country. Tukisonga mbele mtazamaji, ni kuwa waziri wa afya Aden Duale amekanusha taarifa kwamba Wamarekani 7 wanaohusika na kazi za kibinadamu wamewekwa katika karantini kilichopo Laikipia Air Base. Duale anasema kuwa ujenzi wa kituo hicho bado au ulisitishwa kufuatia amri ya mahakama, huku akisisitiza kuwa serikali haitafichua maeneo ya vituo vya karantini na utengano kwa sababu hilo linaweza kuwakatisha tamaa wauguzi au wagonjwa kuhudhuria hospitali kupata huduma za afya. Waziri wa afya Aden Duale amekanusha taarifa za kuwekwa karantini kwa Wamarekani 7 wanaohusika na kazi za kibinadamu katika kituo cha Ebola kilichopo Laikipia Air Base. When I appeared before court, I made a commitment and I said I respect the rule of law. We have stopped. We are only building the other 22 sites. So if you can go there and see and come and tell me from where I sit as the Minister of Health, I don't react to what Reuters write. What I said is what is happening. Akizungumza kuhusu taarifa hizo, Duale amekanusha madai haya akieleza kuwa ujenzi wa kituo cha Ebola ulisitishwa kufuatia amri ya mahakama. Our labs are on high alert. Now we have 2 mobile laboratories in the western part of Kenya along the border with Uganda. Waziri huyu ameongeza kuwa serikali haiwezi kufichua maeneo ya vituo vya karantini na utengano kwa sababu kufanya hivyo kunaweza kuwakatisha tamaa wananchi kutafuta huduma za matibabu. We will not disclose where our isolation and quarantine stations are. If I say this hospital is a quarantine station, you know what will happen. Even Kenyans will not go to that hospital. Duale amesisitiza kuwa hatua hizo ni sehemu ya mikakati ya serikali ya kulinda afya ya umma na kuzuia maambukizi. The situation is still evolving very rapidly in DR Congo and we must stay alert. Juma Ngetich, habari za Magharibi. Tukisonga mbele, kuwa chama cha walimu wa shule za sekondari nchini KUPPET kimekosoa uamuzi wa tume ya mishahara humu nchini kimekosoa uamuzi wa tume ya mishahara na maslahi SRC katika mapitio ya mishahara ya watumishi wa umma, kikisema kuwa mabadiliko hayo hajashughulikia matakwa yao kikamilifu. What is going on? The civil servants are being paid more than teachers. And the salary gaps are glaring. A sweeper in the civil service is earning 25,000. A trained teacher is earning 26,000. We are not going to allow that. We must harmonize these salaries. Quickly revise our CBA, and indeed the TSC must be put on notice because the president ordered Teachers Service Commission. And you can look in my eyes. The president ordered Teachers Service Commission to revise the teachers' CBA and pay it in 1 or 2 phases. Teachers Service Commission has not that, they would want to just keep quiet. Like he has said, in the next 30 days, they have to revise that CBA, do what the president told them to do, revise the CBA and pay it
in one or two phases, failure to which the SG will invite you for a statement, and this is very serious. Teachers continue to report the very problems the community sought to address, including the denial or delay of essential diagnostic tests due to pre-authorization, bottlenecks, system outages, or facility-level rationing. Indeed, teachers are still being asked to pay out of their pocket for diagnostics and care that should be covered under the SHA benefit package. Wengineko ni kuwa kanisa la Anglican Church of Kenya ACK limefanya ibada ya utakaso katika kanisa la All Saints Cathedral jijini Nairobi baada ya shambulizi la hapo awali, huku ukilaani magenge ya ushambulizi na kutoa wito wa amani humu nchini. Around the attack by the group. This will still be the demands Kenyans are making, that this culture must be brought to an end, but action and justice must be demonstrated by those who are supposed to take care of us, those who are supposed to maintain law and order. And the question I asked then, who is now in charge of law and order in Kenya? Is it the goons or the police? Even after the attack of the cathedral, we have seen, it has not diminished, it has heightened. It has been like hyped. It's going to another level. We can now see in broad daylight, people in Prados and Subarus and X-Trails move around and, at the display of everyone. Wengineko ni kuwa kaunti ya Kiambu imerekodi kiasi cha juu zaidi kuliko vyote cha mapato yake ya ndani tangu kuanzisha kwa ugatuzi baada ya kukusanya shilingi bilioni 6.5 katika mwaka wa fedha wa 2025-2026 mtawalia. Asante. Thank you very much, Deputy. Now we are on a robust road program at this time to ensure that the challenges our people have been facing in having good motorable access roads, we shall not wait. We shall not sit and say that we have an excuse because the money has not been disbursed or there are issues in court and the ping pong that I've referred to between the National Assembly and other organs. We shall be responsible and do the roads that we will do because our people must see where the money is going. Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, shukran sufufu kwa kuweza kuwa nasi toka mwanzo hadi sasa. Ili kupata taarifa zetu pindi zinapochipuka, usikose kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ikiwa ni @TV Magharibi. Vile vile kutufuatilia kwenye tovuti wetu www.magharibi.digital ili uweze kupata taarifa hizo pindi zinapochipuka na burudani kadri ya uwezo wetu. Kwa sasa sina la ziada bali kutakia mchana mwanana. Nafahamika kama Juma Ngetich.